7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wagwani. Yo, what's up? Bana, inakuaje? Time ni good, time ni poa, na imani kwamba uko good sana kiafya, namna yoyote ile ambavyo inawezekana ukafeel bana kwamba uko sawa, na tumaini utakuwa hivyo bana. Sema sauti ambayo unaisikia sio mwingine, ni yule mwanao Trevor Lone Father House. Yo bad wagwani Sema nipo na mwanangu hapa Zoni Vados. Yo, it's Zoni once again. Karibu. Umechangamka sana mwanangu. Hamna ndugu yangu, kawaida. Ramadhani inapanda? Kama kawaida. Ramadhani inapanda vizuri. Chungu cha ngapi? Leo chungu cha 14. Yeah. Ulimsikia mtoto wakati anahesabu, maana watoto nao wako wapo katika hesabu zao sahihi ili sikukuu iweze kuwafikia fresh. Katika story ambazo tunahitaji kuweza kuzungumzia ni kuhusiana na story ambazo hizi ni sababu ambazo wanawake zinapelekea wanaume wao kuweza kuwaacha au kumove on kwa wapenzi wao, au sio? Yeah. Japokuwa tunajua kwamba chanzo kikuu ni pesa. Of course, kwenye mahusiano mengi ya sasa hivi yamekuwa yanapitia mitikasi na changamoto mbalimbali sana. Na hii sikukuu kwa asilimia kubwa sana tunaona kabisa wanawake wamekuwa watu ambao wana move on kwenye hayo mahusiano yao na wanaume wao. Na nyuma pazia tunaona kabisa kuna vitu ambavyo vinachangia au vinashinikiza waweze kumove. Na jambo ambalo ni kubwa kabisa tunaloweza kuliona na tunaloweza experience ni pesa. Wanaume wengi sana wamekuwa hawana pesa au wamekuwa mtaani huko. Tumecharara. Mmoja hapo mimi bana. Ila changamoto ya kuacha bado hainikutia. Sio kawa unaongopea watu. Kwa sababu hivi vitu ni vipo, na yani havijamtokea mtu mmoja wala watu wawili, ni watu wengi sana, wanaume wengi sana wanapitia hiyo changamoto. Kwa hiyo inawezekana labda unasema wewe hujapitia hiyo situation, ila inawezekana unatudanganya. Ila siwezi kuamini moja kwa moja kabisa kama hujawahi kupitia hiyo situation, kwa ni ngumu sana yani. Hapana, kwa sasa hivi kwa penzi ambalo nilokuwa nalo, au sio, yenyewe wanakuambia kwamba lipo moto, au sio, kwa sababu ndo kwanza limeanza. Unajua penzi likiwa jipya. Alhamdulillah, penzi limeanza wakati Ramadhani na karibia bwana. Sasa sijajua, inawezekana naye akawa na plani zake isikokoi, ikawa ndo hivyo bwana. In case gusa achia twende kwao, inawezekana. Kwa yani asilimia kubwa penzi likiwa jipya na kwa lazima lichangamke au lazima liwe moto. Ndio. Ila naamini ikipita sikukuu au ikifikia muda fulani utakuja. Kwa hiyo hatima ya penzi langu baada ya sikukuu, siwezi nikaconclude kwamba ni baada ya sikukuu, ila naamini kwamba kwa sasa hivi kwa mahusiano mengi sasa hivi yamekuwa yana mtihani. Inawezekana sasa hivi una penzi jipya ukaona huyu ndo atanifa hivi na hivi, ila mwisho wa siku nini akwambia baby nitumie pesa nini 25 hivi na hivi, ukaona yani ukamwambia mimi sina, sijui nikipata nitakutumia, basi inawezekana hiyo kawa sababu ya yeye kufanyaje kuweza kumove. Alikuwa anatafutia sababu. Alikuwa anakutafutia sababu, ila kwa kusema kabisa atadumu na wewe siwezi nikatoa hitimisho, ila inakuwa ni ngumu sana. Kwani wewe uamini sasa hivi kupatikanika kwa mwanamke yule wa kuishi naye hadi milele, kufa mimi kufa wewe? Kiuhalisia ni ngumu sana kupata kwa dunia au kwa wakati ambao tunao, ila ni wachache sana. Yaani kwenye 10 unaweza kupata 2 au 1, au unaweza kupata nusu au usipate kabisa, kwa sababu kwa maisha sasa hivi wanawake wengi sana wanataka wanaume ambao yani kwa ile first reason kwa wewe mwanaume ambaye anamhitaji ni hela. Kama una hela ndugu yangu, kwa hiyo ndio first reason. First yani ile first 11 kwenye zile sababu ambazo yeye atakuwa anazihitaji. Naamini kwa hiyo katika hizo sababu ambazo tunazozungumzia, cha umuhimu kabisa hatujaenda popote
cha kwanza hakikisha kwamba mfuko unaongea. Sio unaambiwa wewe simu unapigiwa wiki mzima, baby mimi nahitaji abaya, baby mimi nahitaji abaya, siku ya pili, siku ya tatu. So yani ni mtu ambaye kuna mchongo na usikilizia, subiri baby, inakata. Sasa just imagine wewe ndo mtu ambaye una matatizo, alafu mpenzi wako ambaye anategemea akusaidie akutatulie tatizo anakuzungusha, na imani kwamba hautopenda. Kwa hiyo vijana wenzangu, tatizo kubwa ni pesa, na ukiachana na pesa inabidi tuzichanga tutatue matatizo yao wanawake. In case let's us fight for us to get money. Kwa sababu tunaona wanawake wengi sana wamekuwa na wimbi kubwa sana lao kuhitaji hela kuliko hata mapenzi ya dhati. Kwa sababu wanaamini kwamba mwanaume akiwa na hela basi kitu chochote ambacho yeye atakuwa anakihitaji atakipata kwa muda husika. Ila so mwanamke anakupigia simu au anakutumia message, mimi nahitaji kitu fulani, alafu unamgia kalenda, mara sijui leo anakuomba, unamwambia sijui kesho vina hivi. Yaani bora uwe mkweli. Kidogo unaweza ukajua kabisa utakuwa sehemu gani. Ila ukimdanganya mara hivi na hivi, na kwa nini na kwa mieyusho. Kwa upande wangu bana Vados, tatizo ambalo linalopelekea wanawake kumove on kwa wapenzi wao kutokuweza kutulia na mmoja, kwa upande wangu ni kitu kimoja tu, pesa peke yake. Maybe sijui ni kitu gani ambacho wewe unahisi kingine ambacho mwanamke anahitaji kutoka kwa mwanaume ili kuendelea kudumu naye kwenye mahusiano. Kwa wakati ambao tulionao, the first priority ni hela. Lazima kwanza uwe na hela ndo mwanamke aweze kufanyaje kukupenda. Na mimi ndo sina sababu ya msingi nyinginewe, kwa sababu naamini pesa tu. Ukiangalia kiundani kuna sababu nyingine ambazo labda mwanamke anaweza akadumu na wewe kwenye mahusiano yenu, ila kiuhalisia hela ndo pengele namba 1. Ila vitu vingine hivyo tuseme ni vya ziada. Kwa sababu hapa hata sasa hivi kuna baadhi ya ndoa au kuna baadhi ya mahusiano unaweza kukuta labda mwanaume inawezekana maybe anaweza kwenye masuala sijui ya tendo la ndoa inawezekana hata kama asiwe vizuri sana, ila kama akiwa mfuko kiongea, naamini wewe mwanamke unaweza ukakaa naye hata miaka 10 akakuzalia watoto. Hata kama utakuwa labda hauna uwezo wa kuperform hivi na hivi, lakini mimi naamini ukiwa na hela inawezekana ukakaa naye tu, hata kama anajua kabisa mwanaume nothing, ila unaweza kukaa naye kwa sababu yeye pale kitu chochote ambacho anakihitaji au anakitaka si anakipata. Ndio. Kwa hiyo inawezekana kwako wewe ana accumulate hizo hela, ila kuna pembeni kuna kama mtu ambacho anaamlizisha. Vitu kama hivyo. Kwa mahusiano sasa hivi inahitaji, yani hela ndo kila kitu. Noma. Sasa tufanye nini? Lakini mara ya kwanza nilisema kwamba sababu ya msingi ni pesa tu. Yani sina sababu nyinginewe, lakini kiuhalisia kwa sababu tulikuwa tunaongea kwa vibe sana. Pia kuna hii issue ambayo kwangu mimi binafsi naona kwanza mwanamke ni mtu ambaye anajali sana muonekano wa boyfriend wake. Kwa asilimia fulani naweza nikasema hivyo, ila kuna wanawake wengine wamekuwa kwamba kama watamuona mwanaume wake anapambana kwenye issue zake na kitu ambacho anakitafuta na kipata, na yeye mwenye kitu labda anahitaji kitu fulani anapatiwa, ajali kabisa muonekano wa bwana. Ila kuna wanawake wengi sana ndo wanaamini kwamba mwanaume lazima awe na muonekano mzuri, avae apendeze nini, smell vitu kama hivyo, lakini kuna wanawake wengine naona wazingatii hiyo engo. Alafu katika kitu ambacho leo naifunua hii bwana, mtanisamee tu kwenye kikao kidogo, nitakuwa katikati pale au kikao cha mwisho, lakini hii acha niwaambie. Wanaume wote ambao tupo kwenye harakati za utafutaji wanaupelekea kwamba watafute kwa nguvu zaidi, ni kwa sababu ya wanawake kutokuweza kudumu. Yani kuna wanaume ambao wanaendeshwa wanaamini kwamba nikiwa na pesa mimi mwanamke nitadumu naye. Kwa hiyo yani tunatafuta kweli kwa kweli ili nyinyi muje kuishi vizuri, ili nyinyi kwamba msituone sisi ni wajinga.
yani usiponipenda mimi, penda pesa zetu. Kwa hiyo kuna namna big chance tumieni. Yani ukimwona yule boyfriend ambaye ukimuelekeza tatizo anatatua, hiyo ni big chance. Hiyo ni big chance kama unavyosema, kwa sababu mimi naamini kama mtu utakuwa umejipata au una uwezo cha kumiliki mwanamke ambaye hata kama akataka kitu fulani unaweza kumtimizia, kiuhalisia naona utakaa naye kwa muda mrefu. Yeah. Kitu ambacho anakihitaji utakuwa unafanyaje? Unamtimizia. Ila haya mambo sio kupigishana kalenda mara sio hivi na hivi nini, kitu hauna alafu naambia sio kesho kutwa nitakupatia hivi na hivi, inakuwa ni ngumu sana kuweza kudumu na wewe mwanamke. Labda wewe mwanamke awe ni mwanamke ambaye labda amekupenda kweli kweli, na labda tuseme anavumilia kwenye vitu ambavyo unavipitia. Ila kwa dunia sasa hivi kumpata aina hiyo ya mwanamke inakuwa ni ngumu sana sana sana. Yeah. Sababu ambazo zinapelekea mwanamke kutokudumu na mtu mmoja kwa muda mrefu, au sio? Kwa sababu malengo ya mahusiano ni tamati yake ni ndoa. Tamati yake ni ndoa, na kuweza kufika mahusiano kuweza kudumu zaidi kwa baadhi ya miaka kadhaa au milele, wengine mpaka kufa, ndio tunachokiamini sisi. Sasa yani kuna sababu nyingi sana ambazo zinazompelekea mwanamke kutoweza kudumu na mmoja. Sasa je, kuna kitu ninachokiamini mimi, wenyewe wengine wanazungumzia kwamba yani mwanaume kutokueleweka hivi mbele za marafiki zake. Yeah. Unashanielewa? Nakupata. Yani boyfriend hata ukiwa kwa marafiki zangu haueleweki. Sasa hiyo nayo pia inaweza kukuchangia kutokana na namna ambavyo wewe unajiweka. Mwanamke anaweza yani akaona ya utoto kwa marafiki zangu. Kwa hiyo anatafuta sababu tu ya msingi kutokuwa na wewe. Yeah, actually ipo hivyo yani. Wanawake wengi sana wamekuwa wakitafuta au wakikutafutia sababu. Kwa hiyo na wewe ukiingia kwenye mifumo yao inakuwa ni ngumu sana kuweza kutoka. Kama tunavyoona, inawezekana labda mwanamke yupo na marafiki zake, akakwambia njoo hapa sio nipo na mabesti nini vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukienda pale inawezekana kuna vitu ambavyo utavifanya pale. Maybe labda mashemeji zako atakuagiza au atataka labda hela vitu kama hivyo. Kwa na ukishindwa kuwapatia inawezekana ikawa ni the first reason. Hata kama sina kuna vitu vingine vya kujiuliza tu. So nitoe pesa sina yani kwa marafiki zako. Kwa hiyo ukiangalia ukiachana na hivyo, wanaume tuacheni utoto wakati tunaenda kwa marafiki zao. Yani kuna namna fulani vikatabia kama unahisi kwamba kitamkata, basi tujaribu kuvumilia, maana kuna makuzi yale ambayo wanawake wenginewe wanachukulia anzalilisha moyoni. Kwa hiyo hivyo yani wanawake wenyewe wapo kwa ajili ya yani kuwaonesha maboyfriend zao kwamba wako bora, the best. Yeah, kwa sababu tunaamini kwamba kila mwanamke anataka kumuonesha rafiki yake au kumuonesha rafiki yake kwamba yupo na mtu sahihi au yupo na mtu bora. Kwa hiyo kama aka try yani kuweza kumit na rafiki zake alafu kaleta mambo ya kishenzi au mambo ambayo haeleweki, utoto mwingi, inakuwa ni uongo sana na yeye hatojisikia vizuri. Yeah. Kweli mzee wangu. Lakini yote kwa yote naendelea kusisitiza, tafuta pesa, fanya kazi kwa bidii, mahusiano yatadumu, au sio? Lakini acha tu nikwambie, niendelee kukumbusha kwamba kama ulikuwa unaisikia hii voice, basi elewa podcasting na Trevor on air au podcasting Trevor on air. Sasa mara nyingi sana nipo na Zoni Vados ili kuweza kuhakikisha kwamba zile story ambazo zinapata kwenye maisha yetu ya mtaani au zinapata kwenye maisha yetu ya kila siku tunazizungumzia hapa, basi yeye ni moja ya mtu ambaye anahakikisha kwamba kuna yale madini ambayo wewe ulikuwa hauna, basi jaribu kuyachukua hayo, yanawezekana akakusaidia namna moja ama nyingine. Lakini namna ambavyo utaweza kuzipata hizi sauti ambazo unazozisikia hapa kwa time nyingine au kwa muda ambao wewe unataka, ingia kwenye upande wa YouTube, search kule Trevor Alone TZ, kule itakuwa ni noma sana na unaweza kutupata time yoyote, hata kwa vile vipindi ambavyo vilikupita, au sio? Podcasting
Trevor on air, nipo na mwanangu hapa Zone Vados wagwani, au sio? Hizi ni sababu ambazo kadhaa ambazo tulizozitaja, japokuwa tumeweza kusema kwamba pesa ndo sababu ya msingi, pesa ndo sababu ambayo inamfanya mwanamke akuache. Sababu namba moja wapo hiyo, kwa sababu mara ya kwanza kabisa ukichukulia hivyo, kwa sababu mara ya kwanza watu walikuwa hata kama bila kuonana, bana nitafutie mchumba huko kijijini huko, nataka nioe, ushaelewa? Hawajaonana lakini unasikia wamezaa watoto 3 4, miaka zaidi ya 30 wapo na bado wanaendelea kuwepo. Kwa hiyo unakuta mwanamke una uwezo wa kumtengenezea upendo na akakupenda, lakini mwanamke sasa hivi jitahidi kumtengenezea upendo, lakini kama pesa hauna, umtimizie mahitaji yake ambayo anahitaji one time, ambapo anapohitaji muda mwafaka. Baba we kilio, yani we humo tu. Kama utakuwa una hela, basi maumivu ya mapenzi au heartbreak zitakuwa zinakunyemelea kila muda au kila wakati. Ugonjwa unaanzia hapo. Kama una hela, hivyo vitu vitakuwa ni vya kawaida sana kwako, ila kama utakuwa na hela, basi naamini hayo mambo yanaepukika. Kweli. Sasa Vados, tumeweza kupiga hizo story kwamba mwanamke ni mtu ambaye ana move on kwa sababu ambazo za msingi na zisizo za msingi. Tumweke kwenye kundi gani? Kwa namna ambavyo mwanamke unavumuona, yani unamweka kwenye kipengele gani? Mwanamke bana ni wakati wa balaa ndio inabidi utafute, wakati wa matatizo ndio inabidi tumtafute, au upi? Inategemea, ila kiuhalisia mwanamke inabidi umtafute kipindi cha raha, kwa sababu unavozungumzia raha, kwa sababu utakuwa mwenyewe kwamba unaweza kufanyaje umudu. Ila ukisema sio mwanamke umtafute kipindi cha shida au kipindi ambacho unatafuta kilio, of course hapo machozi yatakuwa kama kitu cha kawaida kwa upande wako. Ila mimi naamini anza kwanza kijana, anza kujitafuta, anza kujipanga ili maisha yako, kwa sababu kila kitu kina wakati wake na kila kitu kina nyakati sahihi. Mimi naamini ukijitafuta, hata kama usiwe tajiri, ila kama utafikia level fulani, naamini hata kama ukiamua kuwa na mwanamke unaweza kudumu naye. Ila unajitafuta au una hela alafu ukasema unataka wanawake wazuri, unataka peace kali, unataka sio kudumu na mwanamke, inakuwa ni ngumu sana. Kwa upande wangu naona mwanamke anatafuta wakati wa matatizo. So for reason ni hizi hapa. Mwanamke sababu ambazo sizo za msingi anaweza akakuacha, au sio? Sasa kikubwa mimi naona mwanamke, mpaka nasema hivyo, yani anatafuta siku za matatizo, kwa sababu naamini anayekuvumilia ndo mtu sahihi wa kula matunda yako. Yani hilo shavu mimi sitaki nimpe mtu yoyote ule. Yani nivumilia sasa hivi alafu tukaote moto wote. Yani kuni sasa hivi natafuta peke yangu, sawa, au sio? Alafu unakuja wewe unataka tule wote. Kuna kama manyanyaso fulani vinahisi utapitia kwa mimi, lakini au sio? Kuna manyanyaso fulani inawezekana ukapitia, lakini ijapokuwa inawezekana ni moja ya sababu ambayo wakawa nao pia wanaitafutia, kwa sababu mwanamke atabiliki, kwa sababu inawezekana unatafuta sababu ya kumwacha na yeye hiyo anaye anatafuta sababu ya kuweza kuachika zaidi. Kwa hiyo naamini mwanamke ni kiumbe ambacho ukimpata wakati wa matatizo ni atakuwa ni sahihi sana, kwa sababu pale utakuwa yani kipimo tayari kishapita. Wakati wa la, basi utaendelea kujiamini zaidi. Kitu unachokiongelea kipo sahihi, ila kwa namna fulani hivi ukiangalia sasa hivi kipindi cha utafutaji inakuwa ni vigumu sana mwanamke kuweza kukusupport au kukuvumilia kwenye changamoto zako. Ndio. Kwa sababu wanawake wengi wapo, yani wako kwa ajili ya kuishi na mwanaume ambaye atakuwa yani anaweza kutatua matatizo yake na sio kuweza kukusaidia kwenye matatizo yako. Ni wakati yani hiyo situation ni kwa sababu kwenye wakati ambao tuko nao au miaka sasa hivi ndio imekuwa hivyo. Generation ishabadilika, pamoja na zile tabia ambazo za zamani tayari zishakuwa hazipo tena.
Ya, ndio maana sasa hivi hata ukiangalia familia nyingi au ukiangalia mtu mwanaume ukitaka kwenda kuoa, lazima hata wazazi wa kuchunguze au kuangalia, je, una kipato? Unaweza kumhudumia au unaweza kuweza kuishi naye huyu mtoto wetu, unaweza kumtunza? Ila kuona kabisa wewe mtu fulani yani upo tu alafu aweze kukabidhi mtoto wao inakuwa ni ngumu sana. Sawa bwana. Bwana, ngoja nikukumbushe mara ya mwisho kwamba unaweza kutupata kupitia mitandao ya kijamii, kuweza kutusikiliza kama digital platform, Audiomack, au sio, pamoja na Spotify, pamoja na mtandao wa YouTube. Basi kule wewe ukisearch Trevor Lon TZ utaweza kupata vile vipindi vyote ambavyo vilivyokupita, pamoja ambavyo kama utahitaji kuweza kusikiliza tena basi itakuwa ni noma sana. Katika vitu ambavyo tunahitaji kuwepo kuweza kusikiliza zaidi, basi itakuwa ni noma kwenye mtandao wa YouTube kule, inakuwa noma. Sasa Vados, sijui wanakupataje kwenye mitandao ya kijamii? Kwenye social media napatikana kwa jina la Zoni Vados, kwamba jina halina mambo mengi. Limepita. Ukiliandika tu logo imekaa. Ukiliandika Facebook, Instagram, TikTok, huko kote ukiandika hilo jina unanipata na unapata content ambazo zina maadili, zinaelekeza mambo ya msingi na vitu ambavyo vina happen kwenye maisha. Kwa hiyo just keep your time kunitafuta ili uweze kupata madini mengi sana. Mimi bwana kama Trevor Lon, I go by the name Trevor Lon. Kwenye mtandao wa Instagram natumia kama Trevor Lon, na kwenye mtandao wa TikTok kuna watu hawapendi TikTok kwa sababu wanahisi kuna kautoto fulani lakini for me TikTok is the best in social. Sasa bana, TikTok bana unaweza kunipata kama Trevor Lon TZ, kule inakuwa noma sana. Sasa kama tulivyokuambia, sababu ambazo zinazopelekea wanawake kutokudumu na wapenzi wao, lakini kikubwa tumeweza kusema ni pesa, na tumekubaliana na hilo, na katika kuweza kujazia hapo kwamba nakwambia sio mwanamke unaweza kuwa naye sio kwa sababu ya wewe, yani kutokuwa naye kwa sababu ya wewe mfupi, kwa sababu wewe mweusi, kwa sababu wewe yani kwa sababu ya wewe eti sio hauna ile six pack. Sio toru. Hapana. Mwanamke unaweza ukaishi naye ukiwa na pesa. Hiko ndo mimi first now ndo cha kwanza kabisa ninachokiamini kwa dunia ya sasa. Au sio? Hizo reason zinginewe watu wengine inawezekana wakaamini hivyo, lakini mimi naamini kwamba pesa ndo unaweza ukaishi na mwanamke kwa muda mrefu zaidi. So let's go. Unaweza kutusikiliza humo sehemu zote nilizokuambia. Nichukue time hii kuweza kukupa pongezi ama kuweza kukushukuru namna ambavyo unatupa big time ya kuweza kutusikiliza popote unapokuwa, au sio? So notification ukiweza kusubscribe hapo inakuwa inakufikia sehemu yote na kudondokea eneo lolote lile. So good time.